Jana ulioyatabiri bana yametokea. Ulimpeleka mbele nani wa kwanza alikuwa Norway, ukampeleka Ufaransa na Mexico. Hapo ulifanikiwa. Leo sasa nakwambia aibu utaona wewe. Ni wape na leo. Kwa asilimia kubwa England, the Three Lions wanaondoka, wanaenda mbele. Sio kuondoka kwenye mashindano, wanafuzu kwenda mbele. Belgium anasogea kwenda mbele. Na hii mechi ya mwisho ya USA na Bosnia ni mechi ngumu sana. Naona extra time itakuwa mechi ngumu sana kwa USA, lakini atapata nafasi ya kusogea kwenda mbele. But hii ni muendelezo wa kile ambacho kinaendelea kujitokeza kwenye kombe la dunia, mechi ambazo zinaendelea kuchezwa mpaka asubuhi ya leo. Mwenyeji mwingine akiendelea kusalia katika michuano hiyo, nazungumzia Mexico ambaye alikuwa anacheza dhidi ya Ecuador. Kila ambacho tumekizungumza jana hapa kama kimetimia, kila mmoja amebaki kwenye nafasi yake. Ivory Coast mwendo ameumaliza, vivyo hivyo Sweden mwendo ameumaliza, kwa Ecuador mwendo ameumaliza. Leo inaweza ikawa ni zamu ya nani? Mapema kabisa saa 1 England watakuwa dimbani wanacheza dhidi ya DR Congo, lakini saa 5 Belgium dhidi ya Senegal watakuwa na mechi nyingine hiyo kubwa na ngumu, tutaitazama pia. Lakini saa 9 alfajiri kuna mechi nyingine. Kwenye hizo tatu ambazo zitapigwa, ambazo tutatuketisha hapa kesho kuzijadili, nani ambao taenda, tutatazama hiyo kwa uzuri. Lakini moja ya kitu ambacho kimetengeneza taswira ya tofauti mpaka sasa hivi tunavyozungumza, Torres kwenye mechi ya Ufaransa dhidi ya Sweden, mabao mawili ambao ameyafunga Kylian Mbappe yakienda kutengeneza record nyingine. Anafikisha mabao 6 kwenye kombe la dunia kwa msimu huu mpaka sasa hivi katika mechi 4 ambazo anakuwa amecheza. 3 kwenye hatua makundi, mechi 1 kwenye hatua 32 wakifuzu kwenda hatua ya 16 bora. Lakini akifikisha bao 18 kwa muda wote ambao amecheza kwenye kombe la dunia. Anafikisha mabao 18 nyuma ama sawa na Lionel Messi mwenye bao 18 pia kwenye michuano hii ya kombe la dunia. Inawezekana ikawa ni rekodi ya tofauti kabisa kwenye michuano ya kombe la dunia, kwa sababu Kylian Mbappe kacheza michuano ya kombe la dunia 3 mfululizo. Tunazungumza 2018, alikuwa bado kijana mdogo kabisa, miaka 18, kwenye kikosi cha timu ya taifa Ufaransa, na alikuwa pia anazungukwa na watu wakubwa kwa kipindi hicho. Kwa hiyo record ilienda ikambeba zaidi Kylian Mbappe. Anafunga bao la finali, unakumbuka Peter Drolli anamtangaza Kylian Mbappe kama miongoni mwa wachezaji wadogo ambao walifunga kwenye finali dhidi ya Croatia, kama unakumbuka, kwenye kombe la dunia, magoli yale 4, Paul Pogba akizungukwa na kina Antoine Griezmann na nani. Msimu ule 2018 Kylian Mbappe alifunga magoli 4 tu kwenye kombe la dunia. Michuano iliyofuatia 2022 Kylian Mbappe, michuano ambayo ilifanyika Qatar, Mbappe unakumbuka akawa tena na record ya kufunga kwenye finali ambao alicheza dhidi ya Argentina magoli 3, hat-trick. Mbappe ule msimu akamaliza na magoli 8 kwenye michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo msimu huu bado hujamalizika, ndo kwanza wanaelekea kwenye 16 bora. Mbappe ana magoli 6 ambao anaweka kwenye record. Mechi 18 kafunga magoli 18. Ni record ya tofauti. Mtu ambaye anafanana naye kuna kwamba Lionel Messi ambaye yeye kacheza michuano ya kombe la dunia mara 6 mfululizo tangu 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 na tena sasa hivi yupo amecheza michezo 29, yeye kafunga magoli 18. Kwa hiyo ni record ya tofauti. Zipo record huko nyuma, kuna mtu aliwahi kufunga magoli 13 kwenye mechi 6. Kwa hiyo unaona record za tofauti, lakini Kylian Mbappe kwa umri wake na michuano 3 mfululizo ndo anafikisha haya magoli. Wamempita sasa Miroslav Klose, mchezaji wa Ujerumani ambaye yeye kwenye michezo 24 ndio alikuwa amefunga magoli 16. Kwa hiyo ni record tofauti ambao nadhani anaendelea kuitengeneza Mbappe. Na kama pia msimu huu kimalizika, kwa maana kwamba watu wengi wanaona ni last dance ya Lionel Messi, Mbappe tena anaweza akawa na record nzuri kwenye michuano ambayo inafuatia mbele. Inawezekana ikawa ni season ndio labda ya Messi au Mbappe mwenyewe kuchukua kile kiatu cha dhahabu, lakini kwenye terms za record ya ufungaji bora
bora wa muda wote, naona Kylian Mbappe anaweza akampita na akavuka record kwa watu wengi sana ambao wanaweza wakaja huko nyuma kuifikia hiyo record ya Mbappe. Kwa umri wake na anaoendelea kuyafanya, unaweza kusema pia kwamba ana muda mrefu wa kuendelea kufanya zaidi iko ambacho anakifanya mpaka sasa hivi kwenye kombe la dunia, kwa sababu anaweza kuwa nayo makombe ya dunia kama 3 mpaka 4 mbele yake kwa umri wake. Leo usiku kuna mechi ya mapema kabisa saa 1, England dhidi ya Congo, mechi ambayo kila mmoja anatamani kuishuhudia, lakini ni mechi ambayo iko mapema sana, kila mmoja hawezi kuwa na excuse kukosa kuishuhudia. Lakini saa 5 kamili usiku Belgium dhidi ya Senegal at Paris. Belgium dhidi ya Senegal, bonge moja ya mechi ambalo nadhani watu wengi watakuwa wanaenda kutazama kwa sababu ya majina ya timu zote mbili, ukubwa wa wale majina inavyowabeba. Unakumbuka Belgium waliwahi kuwa na record ya kuwa kwenye nafasi ya kwanza kwenye FIFA ranks kwa miaka 4 mfululizo, lakini hawakuwa na mafanikio ya kuchukua kombe la dunia, kwa sababu hata kombe la dunia 2018 wanaenda Russia, Belgium wao ndo walikuwa kwenye nafasi ya kwanza kabisa kwenye rank, lakini walimaliza kwenye hatua ya nusu finali. Nadhani waliondolewa na Ufaransa kama si Croatia kwenye nafasi, kwa sababu kwa nusu finali Croatia alimtoa England, Belgium alitolewa na Ufaransa, alafu akaenda kacheza mshindi wa 3 yeye na England ndo akawa mshindi wa 3. Kwa hiyo ni mchezo tofauti. Senegal naona wanaweza wakaenda kukutana na kile ambacho walikutana nacho kwenye mechi ya makundi dhidi ya Ufaransa, mechi ya mwisho. Ilikuwa ni mechi ambayo ina tension kubwa. Tunajua miili ya wachezaji wa Senegal ni miili mikubwa, kwa hiyo wanaenda kucheza pia dhidi ya wachezaji ambao wana mfanano wa hicho kitu, kwa maana kwamba Wabelgiji wengi kwa sababu ya ule uhalisia wa labda Belgium ilikuja pia ikatawala huku, kuna baadhi ya wachezaji ambao wana uhalisia wa Afrika lakini wanacheza Belgium. Hawa watu kama kina Doku, wakina Romelu Lukaku wana uhalisia kabisa wa DR Congo. Kwa hiyo inaweza ikawa ni ushindani huo, na pamoja pia tuna wazungumza Senegal ambao wenyewe wana ile assimilation policies pamoja na Ufaransa. Kwa hiyo ni kitu tofauti nadhani ambacho wanaenda kutana nacho, na kwangu mimi naona nafasi kubwa, yes, timu zote mbili zinaweza zikawa na nafasi kubwa, lakini Belgium wanaweza kawa na upgrade tofauti na jinsi ambavyo Senegal atacheza. Kwa hiyo ni mechi ngumu sana kwa Senegal kuliko Belgium, jinsi ambavyo anaweza kaenda kuiapproach match. Wana vitu tofauti, wakina Yuri Tielemans, wakina KDB, mechi ya mwisho wamekuwa na impact nzuri, lakini Senegal wamekuwa sio ile ambao watu wengi barani Afrika walitabiria kwamba kuona Morocco ngazi ambao walifika labda 2022, Senegal pia wanaweza kufanya hicho kitu. Kwa hiyo ni msimu mwingine tofauti, lakini mechi nyingine ya England dhidi ya DR Congo, the Three Lions wana kazi yao moja tu. Wao wakivuka kwenye kila nafasi huwa wanafikiria kwamba labda ili kombe ni letu. Tunakumbuka wamecheza dhidi ya Ghana, priority au nafasi ambao waliipata dhidi ya Ghana, inawezekana pia hata leo wakaenda kukumbana na hicho kitu. Toughness ya mechi naiona kabisa ni shida kwa England wakikutana na timu ambayo iko kwenye yani tunasema kuingia kwenye miguu zaidi au kwenye miili kugongana. England wanapata hiyo shida, na ndio maana ukienda kutazama michezo ya kirafiki ambayo England waliwahi kucheza kipindi cha hivi karibuni, walipata shida kwa Japan, ambao na wenyewe pia unaona game ya juzi Japan wanacheza na Brazil walikuwa na kitu kama hicho. Kwa hiyo nadhani DR Congo, yes, stories za Mayele na nini zinaweza zikawepo, lakini DR Congo kuna impact tofauti wanahitaji kuionyesha, na kama kweli wana hiyo dhamira ya kwamba tumeshiriki michuano mara ya pili sasa World Cup, na sasa tunaenda kucheza pia dhidi ya mtu mwingine au timu nyingine ambayo watu wengi wanaifikiria kwamba inaweza ikawa bingwa, ili ni eneo la kuchallenge. Inawezekana hatua za mbele wakaondolewa, lakini ili eneo sasa hivi ambalo lipo sasa hivi ni eneo la DR Congo kuchallenge na kwenda kwenye hatua pia ambayo inafuatia mbele. Ni mechi ngumu sana kwa DR Congo kwa sababu ya quality walionayo England, lakini hakutakuwa kuna shida kubwa sana DR Congo kuonekana uwanjani. Wachezaji baadhi ambao wamekuwepo kwenye kikosi wanawajua pia vizuri wachezaji wa England, na wengine pia wanacheza huko wakina Wiza au wakina Van Bissaka wanacheza huko, wakina Cedric Bakambu anacheza La Liga. Kwa hiyo sioni shida kubwa ambayo DR Congo wanaweza kaipata, lakini ni mechi ngumu sana nadhani kwa vilabu kwa timu zote mbili, na kupata matokeo ambayo kwao wanaweza kuwa wanafikiria England kuelekea kwenye hatua inayofuatia, lakini naona asilimia kubwa pia DR Congo anaweza kawa na hiyo nafasi.
Bwana, sisi tunaiweka nukta hapo. Kesho mara baada ya mechi hizi ambazo zinaenda kuchezwa leo, ni wakati pia wa mwenyeji mwingine kusonga mbele. Wenzake wameshafuzu. Canada yupo tu inafuata, Mexico vivyo hivyo. USA alfajiri leo na kazi gani dhidi ya Bosnia? Tutaitazama pia mechi hiyo kwa uzuri wake. Wenyeji wote tutakuwa nao kwenye 16 bora ama vipi? Mimi na Yusuf nilikuwa na Torius Fikiri.